ubalozi hata katika kanisa hili, kama ambavyo ilikuwa katika familia ya Yesu. Hawakujua nini Daudi amekibeba katika maisha yake huko mbele. Hata makanisani tunaweza tukaona huyu ubalozi huyu wake kidogo ana kitu kikubwa cha kufanya, lakini Mungu namna anavyomuona huyo balozi tofauti kabisa. Na ndio maana kusoma katika Samuel wa kwanza 16:7 anaeleza kwamba yeye angalia kama sisi tunaangalia moyoni. Kuna kitu kikubwa ambacho amekibeba kwa ajili ya Israeli. Hata anazungumzia Daudi. Lakini hapa tunazungumzia mabalozi. Mpaka jina linatolewa mabalozi, maana kuna kitu kikubwa sana ambacho anakibeba hao vijana, ambacho tunapaswa kukitambua na kuwatumia sawa sana kusudi la Mungu. Kama tutatambua kwamba wanao ujumbe, wanacho kitu kikubwa katika, ni rahisi sana na kuwadharau hapa. Lakini kikubwa ni wao waweze kujitambua. Na asipojitambua yeye, manake hataweza kuacha alama yoyote. Hataweza kufanya kitu chochote kitakachoweza kutofautisha na watu wengine. Lazima jitambue nani na yuko kwa kusudi gani. Sasa ukiangalia katika vile fungu tuliloliangalia ambalo nimelieleza kwa nagaupaka kifupi sana, anasema kwamba ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye milele. Yeye aliyewaita mtoke gizani, mpate kuzitangaza fadhili zake milele. Ukishatambua kwamba wewe ni nani, unaenda moja kwa moja kwenye kusudi ambalo Mungu ametuitia. Wakati fulani huwa tunajiuliza, kwa nini mimi nitamani niwe sehemu fulani, lakini bwana nimeenda. Hata kwa wanafunzi alitamani labda akasome Arusha shule fulani, anatamani akaende kusoma akasome shule fulani, lakini Mungu hakuruhusu. Matokeo yake labda akapata shule kwa Pwani, au akapata Morogoro, au akapata Mbeya, akaenda huko. Sasa ataishia tu kujiuliza na kulalamika, lakini kila kitu ambacho Mungu anakifanya ina makusudi. Kama ulimshirikisha Mungu na ukaomba uende shule ile, uende shule chuo sehemu yoyote ile, lakini ukapata sehemu nyingine, maana kuna kusudi Mungu anakutuma sehemu. Kwa hiyo unapoenda kule usiishi tu kwa maisha ya kawaida. Lazima uache alama fulani, na ukitambua kwamba wewe ni nani. Taifa takatifu, uzao teule wa Mungu, ukuhani wa kifalme. Wangapi tunaelewa namna ambavyo wafalme wanaishi pamoja na familia zao? Maisha yao yanakuwa tofauti kabisa na wale wengine ambao hawako kwenye ule ufalme. Yaani hata ukienda kwenye jamii yoyote Afrika au duniani, ukiambiwa ule ni ukoo wa kifalme, angalia mtu mmoja mmoja kwenye ukoo ule, hawezi akaishi maisha sawa na wale wengine. Atakuwa anaishi tofauti, na watu watajua tu ile ni kutoka ukoo wa kifalme kwa namna ambavyo anaishi. Sasa sembuse sisi ambao tuko kwenye ufalme wa Mungu, kwa nini tuishi kama watu wa duniani? Ufalme wa Mungu, kwa nini kuishi kama watu wasiojua Mungu? Tunavyoishi lazima tuishi tofauti kabisa na watu wengine. Kila mmoja atambue kwamba huyu anatoka katika ufalme wa Mungu. Huyu ni taifa teule. Kile kile cha Israeli, wana wa Israeli kabla Yesu hajazaliwa na kutoka msalabani, namna walivyokuwa naishi, walikuwa wanajua pia namna ya kushughulikiana. Ukiangalia mtu ambaye ameishi tofauti na ile wito
kwamba wao ni taifa takatifu. Walikuwa wanapigwa mawe kwa sababu wameishi tofauti na vile ambavyo walikusudia na vile ilivyotegemewa. Lakini sisi hatujafika huko. Mungu anaendelea kutoa wito, hakuna kupigana mawe, lakini Mungu anakutegemea wewe uishi tofauti na unavyoishi sasa. Anakutegemea uishi maisha ambayo yataleta alama kwa watu wengine, yataleta wokovu kwa watu wengine. Mungu hakutegemei wewe uishi kama watu wengine wanavyoishi, mradi tu siku ziende. Kuna kusudi kubwa la kufanya wewe uendelee kuwepo. Angalia ni matukio mangapi yanayotokea yanayosababisha vifo hapa duniani. Unaweza kupita barabarani ukakutana na ajali karibu 3 na watu wamekufa, lakini wewe uko salama. Nafikiri unachukulia hiyo for granted kwamba ni bahati yako, ni ujanja wako wa barabarani. Mungu ana makusudi na maisha yako, na amekuacha hapo kwa sababu anategemea utaacha alama, utaleta wokovu kwa mtu fulani utakayekutana, iwe ni shuleni, iwe ni kazini kwako, iwe ni katika jamii ile ya nyumbani kwako. Wanategemea kuna kitu utakachokifanya wewe kama balozi wa Mungu katika ile jamii inayokuzunguka. Kwa hiyo usije ukachukua kila kitu for granted ukategemea kwamba ni ujanja fulani kwa maisha yako, ndio maana unasalia. Mungu ana makusudi na wewe, na ndio maana amekuchagua, amekuteua, amekutenga rasmi kwa ajili ya makusudi haya. Kwa hiyo usije ukaishi maisha yale ambayo hayana makusudi kama watu wengine ambao hata hawajui chochote. Wewe chukulia ni watu wangapi ambao hawafahamu habari hizi. Wewe uko kanisani leo, lakini kuna watu wako huko duniani hata hawajui kwamba leo ni siku ya ibada. Unafikiri kwa nini Mungu amekupa hiyo nuru wewe ukajua kwamba leo ni siku ya ibada? Ukajua kwamba hili ndilo kanisa la Mungu. Kwa ujumbe anakukabidhi wewe kusudi maalum, kwa sababu anategemea kitu fulani kutoka kwako kitakacholeta athari kwa mtu mwingine ili aweze kuokolewa, kitakacholeta mguso kwa mtu mwingine ili aweze kuokolewa. Kwa hiyo maisha yetu lazima yawe na mfano, na ndio maana sehemu nyingi ukisoma hata Injili Yesu anategemea sisi. Maana anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu mtazaa sana. Kuna maneno mengi, kuna kitu ambacho kinategemewa kutoka kwako. Sasa ukiangalia katika maisha ya kawaida, hasa katika uga wa mabalozi, kuna changamoto kubwa sana kwa sababu ya mfumo wa rika. Wakikutana makundi mengine hata hawana habari za Mungu. Lakini sivyo ambavyo Mungu anatutegemea, na huko wanaishi kwa kawaida. Akijitahidi sana akija kanisani, atakuja tu pale kwenye ibada, atasali, ataondoka, anafikiri labda amemaliza kila kitu. Mungu wetu anategemea zaidi ya hicho. Sio kuja tu kanisani, umekaa kiti cha nyuma, umesikiliza mwingine amesema nini, au kutoka tu hata alichohubiri umesahau, umeondoka, ukadhani basi ndio imetosha kabisa katika maisha yako. Mungu anategemea zaidi ya hivyo. Lazima tuishi katika maisha ambayo yataleta ushawishi kwa wengine kuokolewa. Ushawishi ambao utawafanya wengine waone kuna kitu kingine cha ziada kutoka kwako. Na watu wengi tu ambao wamewahi ishi sehemu nyingine na sio wachungaji wala sio wainjilisti, maisha yake tunashangaa anaanza kuitwa mtumishi, mchungaji, kwa sababu ya kile kinachoonekana katika maisha yake. Sasa sisi tunategemea kufanya zaidi hapa. Watu waone kitu ambacho tunafanya waokolewe. Na ndio maana katika ile fungu kubwa tulilolisoma nasema kusudi kubwa ni kutangaza habari njema, fadhili za Mungu, kuzitangaza fadhili zake. Yeye aliyetuita kutoka katika giza akatuingiza katika nuru.
akatupwa kwenye tundu la simba huko, lakini bado hakuteteleka. Huo ndio wito ambao unatolewa kwa kila mmoja wetu leo, kwa mabalozi wale wa idara ya vijana, lakini kwa mabalozi wa Mungu kama kanisa tunaoishi katika eneo hili la Dodoma. Mungu anatuhitaji tuweze kuishi kwa namna ambayo ulimwengu utaweza kupata nuru kutoka kwetu, ulimwengu utaweza kuokolewa kutoka kwetu. Na ukitafakari kwa undani zaidi namna ambavyo tunaishi katika ulimwengu wa sasa hivi, wengi wetu tumeyarahisisha sana maisha. Wengi wetu tumepuuzia vitu vya msingi ambavyo ndivyo wokovu wa maisha yetu. Kuna wengine ambao hata ibada nyumbani hazifanyiki, hakuna maombi kabisa hata ibada. Wao wanachukulia tu kwa sababu ameitwa na Sabato basi natosha na ataokolewa hiyo. Kuna wengine ambao hata majirani hawajui kwamba ile imani ni Sabato, kwa sababu hata anapotoka nyumbani kwenda kanisani hata hawajui kama anaelekea kanisani. Sasa maisha yetu lazima yalete mguso, yalete alama, yawe mfano kwa wale wanaokuvuka katika mazingira yoyote, yawe ya pale nyumbani, yawe ya kule kazini, yawe ya shuleni au chuoni. Lazima kuwe na mguso utakao mfanya yule mtu aweze kuokolewa. Asubuhi ya leo kuna mambo machache ya kuzingatia tunapotafakari kwamba sisi ni nani. Hizi ni mambo machache ambayo tunapaswa kuyatafakari ili tuweze kuishi kwa mguso, kwa athari. Nasema kila asubuhi unapoamka muombe Mungu akutumie siku hiyo. Maombi hufungua mlango. Mpe Mungu nafasi katika maisha yako ili siku hiyo iweze kuwa na athari kwa wengine. 2, tumia talanta zako kwa utukufu wa Mungu. Wengi tuna talanta mbalimbali, na nimefurahi katika kwaya hapa zilizokuwa zinaimba, nimemwona hivi kabisa amesimama kule anamtukuza Mungu kwa talanta yake. Sasa talanta zetu tulizopewa tuzitumie ipasavyo. Kuna wengine tuna talanta za mali, tuna talanta za nguvu, tuna talanta mbalimbali, tuna talanta za maarifa, elimu. Tutumie vyote kwa utukufu wa jina la Mungu. Usije ukavifanya vyote kwa ajili ya nafsi yako pekee yako. Panga mipango ambayo itasaidia, itakuwa na athari kwa watu wengine. Hata ukisoma ujumbe wa Yesu wakati anatoa kisa cha wengine watakuwa mkono wa kushoto, wengine kulia, alikuwa anasema, anazungumzia habari za matendo ya huruma. Nilipokuwa mgonjwa kuja kunitazama, nilipokuwa gerezani kuja kuniona, nilipokuwa hivi shida mbalimbali. Sasa wewe una talanta hapa, na unaona kuna watu wana shida mbalimbali, lakini unataka kugusa maisha hao. Lazima tutumie talanta zetu kwa ajili ya kugusa kwa jamii inayotuzunguka ili wote tuweze kuokolewa. Nasema usiogope kushiriki imani yako. Anza kidogo kidogo. Unaweza kuanza kwa kualika rafiki kanisani au kushiriki mstari wa Biblia katika mitandao ya kijamii. Wote tunakumbuka habari za wanafunzi wa Yesu wakati wanaimba. Hakuna aliyekuwa na elimu yoyote ya mambo ya ufahamu wa Mungu. Wameitwa na wengi walikuwa hawana hata ushawishi kwa jamii. Lakini kikubwa ni kwamba walijitoa kamilifu kwa Yesu, na hata Yesu alipoondoka wao walifanya sehemu kubwa sana
ya kuleta athari kwa wengine. Walizunguka karibu kila sehemu walioweza kwa ajili ya kuleta athari kwa watu wengine ili waweze kuokolewa. Kwa hiyo hata sisi tunaweza tukafanya hivyo katika maisha yetu, wala tusiwe na hofu, wala tusiwe na shaka, na hasa kwa mabalozi ambao wengine anaweza kadhani kwa umri wake basi aweza kufanya chochote. Tunavyo visa vingi kwenye Biblia vya vijana wadogo kabisa waliofanya matukio makubwa. Ukiangalia kisa cha Daudi mpaka anapewa ufalme alikuwa bado ni mdogo. Ukiangalia Yusufu alipokuwa katika nyumba ya Farao kule Misri, alikuwa kijana mdogo, lakini bado alijua kusudi lake la kuwepo katika ulimwengu. Hakuingia katika mitego ya ibilisi shetani. Alikuwa nuru. Pamoja na madhara mengi, akapelekwa gerezani, alipelekwa wapi, lakini bado alijua yeye anapaswa kusimama kama nani. Kwa hiyo tunazo katika Matendo 9. Wengi tunakifahamu. Mpaka chama cha Dorcas kikaanzishwa ndani ya kanisa letu. Ni kisa ambacho kinajulikana sana. Alikuwa amegusa maisha ya watu na akafariki. Angalia ile jamii ilivyokuwa imeumia kwa sababu ya mguso tu wa Dorcas. Mpaka ikabidi Mungu aingilie kati. Ikabidi aingilie kati amfufue. Wewe umeacha nini kwa jamii inayokuzunguka? Ni nini ambacho jamii itakukumbuka nacho kama balozi wa Yesu hapa duniani? Siku ya leo Mungu atusaidie ili kila mmoja atambue kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu na anapaswa kuangaza ulimwengu. Mungu atusaidie ili kila mmoja awe tayari kujitoa kikamilifu kwa ajili ya kuwa mguso kwa ulimwengu huu, ili tuweze kuacha alama kwa jamii inayotuzunguka. Kama Dorcas alivyogusa maisha ya watu, nasi tunayo nafasi ya kugusa maisha ya watu. Kama akina Daniel waliweza kusimama yeye na wenzake bila kujali athari gani wataipata, kama ni kuuliwa au kufanya nini, kufungwa, sisi pia tunaweza tukasimama leo bila kujali katika mazingira yote magumu au rahisi. Kinachohitajika tu ni kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Mungu atusaidie tuweze kujitoa kikamilifu ili wito wetu, uteule wetu kwa kuwa mzao mteule ukaweze kuwa na impact kwa jamii zinazotuzunguka. Wangapi wanaoungana na nani asubuhi ya leo wanaosema kwamba Mungu kuanzia sasa nisaidie, chochote nitakachofanya, lolote nitakalolitenda ikaweze kuwa na impact, ikaweze kuwa na nguzo kwa jamii. Nisaidie either shuleni au majirani zangu au kazini kwangu niweze kuwa na nguzo. Kama yupo mtu ambaye hilo ndilo ombi lake, basi naomba aweze kusimama pamoja nami. Mungu aweze kuweka mkononi mwa Mungu ili sote tuliosimama kwa miguu yetu kujitoa kwetu kawe na mguso kwa jamii. Tuombe.
Tunamshukuru Mwokozi kunena nasi kupitia mtumishi wako Elda. Jina lako Yesu litukuzwe. Tusaidie Bwana kwa neema yako na kwa uwezo wako. Baba, tusaidie Mungu wa mbinguni, Musa kila utaendelea Bwana kutubadilisha, utaendelea Bwana kutusogeza karibu na wewe, utatushikilia kwa mkono wako hata pale tunaposhindwa. Bwana, katuinue tena. Onekana kwa vijana, onekana kwa watoto, onekana kwa wazee, onekana kwa mabinti Yesu, onekana kwa kila mmoja wetu sawa sawa mapenzi yako. Neema yako na baraka zako ziambatane nasi sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana awabariki.
Habari ya mchana. Wale tulikuwa tunamwombea mhubiri, habari ya safari. Tumerejea. Unakumbuka Pastor Kipanguli alisema ukimwona mtu amefanyaje? Amelala, usimwamshe. Kwa sababu gani? Inawezekana nyumbani kwake halali vizuri, yaani usiku kuna mahangaiko na masumbufu na shida zote. Kwa hiyo akija hapa anapata amani, anapata mzungu anasema anapata elimu. Si ndio? Ni mahali pa kupumzika. Kwa hiyo amepumzika. Kwa hiyo wale wote tuliokuwa mapumziko, Bwana awabariki. Wale wote ambao tulikuwa tunasikiliza mhubiri, Bwana awabariki. Wale ambao tulikuwa ni wa vipindi vya muda kwa muda, yaani dakika 20 au dakika 5 au dakika 10 au dakika 2, Bwana awabariki pia. Mpaka hapo tumefika mwisho wa ibada yetu. Nipende kukumbushia yale matangazo ambayo yalitangazwa, wale wanatakiwa kubaki baada ya ibada, basi tutabaki. Tuna chakula, ni siku ya mabalozi. Mkurugenzi wetu naamini Leonard pamoja na katibu wake Werima Sanjawa wametuhakikishia kuna chakula. Kwa hiyo tutakula na baada ya hapo tutaendelea na program za mchana. Program za uimbaji zitaanza saa 8 kamili. Kwa hiyo Ellen Singer naomba nitambue uwepo wenu. Msiniambie hapo. Ellen Singer ataimba, amenyosha mkono. Ellen Singer atawakilishwa na mama Masige pamoja na kameramani hapa, master mwenyewe watatuimbia, maana tumetambua uwepo wao kwa walio. Kwa hiyo tutaanza kipindi cha uimbaji saa 8 kamili. Baada ya hapo tutaingia kwenye kipindi vya mgawanyiko kulingana na ambavyo viongozi watatuongoza. Tusipange kukosa, wote kwa umoja wetu tuweze kushiriki kadri ambapo Bwana ametubarikia katika sabato ya leo. Tufunge macho tuombe kwa ajili ya chakula. Rafiki yetu Yesu, tunasema asante kwa ajili ya baraka za sabato ya leo. Tumejifunza miguuni pako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako uliyemwandaa kwa ajili ya somo siku ya leo. Mbele yetu kuna chakula, mambo kubariki katika jina la Yesu. Amina. Tunapokuwa tunatoka, viongozi wa